Shalom watu wa Mungu, leo tutaenda kujifunza amri 10 za Mungu katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Mwezi wa 3 baada ya Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri, walifika jangwa la Sinai, ambapo ndipo palikuwa na mlima Sinai, ambapo walitembea kwa siku moja wakitokea eneo au mji wa Refidim. Sasa eneo ambalo Mungu alifanya agano na wana wa Israeli paliitwa Horebu. Mlima Sinai ndipo Musa alipopokea amri 10 za Mungu. Wakiwa wamepiga kambi hapo, tunaona kabla ya Mungu kumpa Musa zile amri 10, kwanza Mungu alitoa ahadi kwa yeyote ambaye angezitii na kuzifuata amri zake, basi angefanyika tunu kwa Mungu. Ukisoma Kutoka sura ya 19 mstari wa 5 inazungumzia habari hii. Lakini pia ahadi kubwa ya utajiri na mafanikio ni kwa wale tu wazishikao amri na sheria zake. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, basi zishike sheria zake na amri zake ninazo kuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi akupayo Bwana Mungu wako milele. Sasa tuzione zile amri 10 za Mungu na tuzichambue moja baada ya nyingine. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu alimaanisha watu wasiwe na miungu ya mataifa mengine. Kumbuka wana wa Israeli walikaa Misri kwa muda wa miaka 400. Hivyo yamkini kuna baadhi ya watu tayari walikuwa na maagano na miungu ya kifarao. Hapa Mungu anatoa angalizo kwao. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 14. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wawazungukao, kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu. Isije ikawa juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi, usivisujudie wala kuvitumikia. Huu ni msisitizo wa amri ya kwanza kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hivyo hapana kitu au kiumbe kingine kinapaswa kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Kusoma Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa 1, msifanye sanamu yoyote wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnara wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hapa Mungu anazuia watu kuapa kwa kulitaja jina lake. Ni kosa kubwa, maana ni kulitaja jina lake bure. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 12, msiape uongo kwa jina langu hata ukalinajisi jina la Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hapa Mungu anazungumzia habari za kukutanika kwa ajili ya kumfanyia ibada. Ni muhimu sana kutokufanya kazi yoyote siku ya ibada isipokuwa kumwabudu Mungu na kupumzika, kwa sababu siku ya ibada ni siku ya mapumziko pia. Tusome Kutoka sura ya 16 mstari wa 23. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa,
na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Soma Mathayo sura ya 15 mstari wa 4. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Amri ya 6, usiue. Sasa hapa naomba nisikilize kwa umakini sana. Ukisoma Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 utaona kuna prophetic number ambayo ni namba 6. Yaani 9 kujumlisha 6 ni sawa sawa na 15. Sasa katika prophetic number huwa tuna single digits. Sasa hii 15 tunaiweka kwenye bracket. Kwa hiyo itakuwa ni 1 plus 5, 1 kujumlisha 5 ambayo ni sawa sawa na 6. Sasa namba 6 ni namba ya katazo la mauti au kuua. Maana nyingine ya namba 6 ni mauti. Yaani namba 6 ni namba ya mauti. Sasa tusome Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Amri ya 7, usizini. Kwenye namba za kinabii au prophetic number, namba 7 ni perfect number na ni namba inayomwakilisha Mungu au roho 7 za Mungu. Hivyo dhambi ya zinaa ni dhambi mbaya sana ambayo inaichafua roho ya Mungu na inalichafua hekalu la Mungu. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 20, neno la Mungu linasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amri ya 8, usiibe. Mtu aibaye huiudhunisha sana roho ya yule aliyeibiwa, lakini pia Mungu hapendezwi na wezi. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, msiibe wala msidanganye wala msiambiane uongo. Amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Biblia inamtaja shetani kuwa ndiye baba wa uongo. Hivyo uongo ni roho wa adui, na ndiyo maana Mungu aliweka katazo la kusema uongo. Hivyo yeyote asemaye uongo ni mwana wa Ibilisi. Ukisoma Yohana sura ya 8 mstari wa 43 hadi 44. Mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Soma Kutoka sura ya 23 mstari wa 1, inasema, usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Amri ya 10, usiitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Msisitizo wa Mungu kwenye amri ya 10 ni tamaa. Usitamani, maana dhambi nyingi huanza na tamaa, kama anavyosema Mika kwenye ile sura ya 2 mstari wa 2. Nao hutamani mashamba na kuyashika, na nyumba pia,
nao huzichukua, nao humwonea mtu na nyumba yake, naam, mtu na urithi wake. Sasa tuone maboresho ya amri 10 ambayo Yesu aliyafanya alipokuwa duniani, yaani wakati wa Agano Jipya. Liko swali ambalo Yesu aliulizwa na msomi wa sheria kimtego kuhusu amri iliyo kuu katika zile amri 10 za Mungu. Na tunaona jibu la Yesu pia lilikuwa ni fumbo kwa yule mwanasheria aliyemjaribu Yesu. Kusoma Mathayo sura ya 22 mstari wa 34 hadi 40 utapata hizi habari. Mathayo 22:34 hadi 40 inasema, na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Umegundua kuwa ile jibu la Yesu lilikuwa ni fumbo. Maana kwa mujibu wa Yesu kuhusu amri iliyo kuu ni kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Je, ni kweli amri ya kwanza inasema hivyo? Tuone amri ya kwanza inasemaje. Amri ya kwanza inapatikana katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa 6, ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini jibu la Yesu kuhusu amri ya kwanza ni hili, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Swali muhimu la kujiuliza ni kwamba Yesu alimaanisha nini? Anyway, anaendelea kumjibu yule mwanasheria kuhusu amri ya pili iliyo kuu. Anasema, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Je, ni kweli amri ya pili inasema hivyo? Amri ya pili inapatikana katika Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 7, ambayo inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi, usivisujudie wala kuvitumikia. Lakini jibu la Yesu kuhusu amri ya pili ni hii, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa tuone maana hasa ya Yesu ilikuwa ni ipi ama ni nini. Yesu alizigawa amri 10 za Mungu katika makundi mawili. Yesu alizigawa amri 10 za Mungu katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake. Amri ya kwanza mpaka ya 4 Yesu aliziunganisha na kuwa amri moja tu, ambayo ni upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Ina maana ukiwa na upendo huu hutokuwa na miungu mingine, hutojifanyia sanamu ya kuchonga wala hutoisujudia, lakini pia hutolitaja bure jina la Bwana Mungu wako, na mwisho utaikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Kundi la pili, Yesu aligawa amri 10 za Mungu katika kundi la pili. Ilikuwa ni upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzie. Kundi la kwanza ilikuwa ni upendo kati ya mwanadamu na Mungu wake, lakini kundi la pili ni upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzie. Amri ya 5 mpaka amri ya 10 Yesu aliziunganisha na kuwa amri moja, nayo ndiyo amri ya pili, ambayo ni upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake, kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Ina maana kwamba ukimpenda jirani yako automatic utawapenda na kuheshimu wazazi wako. Lakini pia huwezi kuua na wala huwezi kuchukua mke wa mtu mwingine na kuzini naye, huwezi kuiba,
Lakini pia ukimpenda jirani yako huwezi kusema uongo na kuwa shahidi wa uongo, na mwisho huwezi kutamani vitu visivyo vya kwako. Kwa hiyo msingi wa amri hizi mbili kwa mujibu wa Yesu zimebebwa na upendo. Kipo kitabu kinaitwa Usiogope, ni kitabu kizuri sana. Nimeongelea mambo mengi sana. Ni kitabu ambacho kimewasaidia watu wengi sana. Nimepata feedback mbalimbali kwa watu waliosoma hichi kitabu kwamba kimeweza kuwasaidia kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kuna maarifa mengi sana ambayo nimeongelea huko ndani. Unaweza kujifunza vitu vingi sana na kikakusaidia. Kitabu hichi kinapatikana, nakala zozote utakazozitaka zinapatikana. Na kinapatikana kwa namba ambazo zinapita hapo chini kwenye skrini yako. Utaona kuna namba zinapita. Sasa nitafute kwenye hizo namba nami tutawasiliana na utakipata hichi kitabu. Shalom, shalom.